vipi? Safi dada, habari za majukumu vipi? Safi tu, za kwako? Salama kabisa, za kwako vipi? Fresh tu. Kwa ajili ya mtazamaji wetu Alizimidi, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Paulo Richard Nkuya. Paulo ni mkazi wa wapi? Paulo ni mkazi wa Bariadi, mkoa wa Simiyu, maeneo ya Ngugunu. Unajishughulisha na nini? Hapa mimi kazi yangu ambayo najishughulisha ni kazi ya uchimbaji. Ni mchimbaji dadangu. Ukizungumzia uchimbaji, watu wengi wanaweza kujiuliza unachimba nini? Hapa mimi najishughulisha na mambo ya kuchimba madini dhahabu. Nipo hapa Mwime hapa. Una muda gani kuanza kuchimba dhahabu? Sasa na muda kama miaka 6 najishughulisha na hii kazi. Miaka 6? Miaka 6. Uchimbaji wa nini? Madini unachimba nini? Nimeshaongea, unachimba madini. Unaongea chini wewe mtwala? Unaongea chini? Wapi na wapi unaongea chini wewe? Acha uongo basi. Unasema hivi unaongea chini wewe mtwala wewe. Kule kodi ya mkwani. Sawa. Amna. Udhaiko. Okay, ni kitu gani ambacho kilikuvutia hadi uje kuanza kuchimba madini? Kwamba ni kitu gani ambacho kilikuvutia hadi kuamua kuja kuchimba madini? Mimi kutokana na familia yetu ilivyo. Maana mimi nimekuwa nikakuta historia na desturi za familia yetu. Walikuwa wanajishughulisha na hiyo kazi. Na mimi nikazamia niifanye hiyo kazi. Na mpaka leo naifanya hiyo kazi. Umeoa? Na mke. Una mke na watoto? Na mke na mtoto mmoja. Tena nimefunga ndoa kabisa. Mnaishi yote au yeye yupo Simiyu? Kwa sasa yupo nyumbani. Simiyu huko. Ila mimi nimekuja tu kutafuta riziki ili tukale vizuri, Mungu akisaidia na mke wangu. Ni changamoto gani kubwa ambayo unakutana nayo kwenye uchimbaji wa madini? Changamoto kubwa ambayo mimi huwa nakutana nayo. Changamoto huwa ni nyingi. Ila moja wapo ni kwamba unapigwa dolo, unarudi una hela. Ndio hivyo tu. Ila Mungu akijalia unapata chochote kinakusaidia na familia yako inasaidia. Ni faida gani kubwa ambayo umekutana nayo toka kuanza kuchimba madini? Pengine umejenga au kuna biashara nyingine ambayo umemfungulia mama? Mimi faida kubwa ambayo nimeifaidi kupitia hizi harakati hizi. Nimejenga nyumba 2, ya kwangu na ya mama. Ndio faida kubwa. Ila sikupatia hapa hilo riziki. Nilipatia Mwabomba. Kwa mtazamo wa jamii, wengi wanakuwa wanasema kwamba kuna madhara pale ukiwa umeingia kwenye shimo, unaweza ukafunikwa na udongo ukafia huko. Kuna watu wengi wanapoteza maisha kwenye uchimbaji wa madini. Hili limekaaje kwako? Hilo ni jambo la kawaida kwa wachimbaji, sio jambo geni. Ila kikubwa tu unaposhuka chini na sali na muomba Mungu na kusaidia. Maana bila Mungu mambo yako hayawezi yakaenda vizuri. Na sali na muomba Mungu na kusaidia. Hilo jambo la kufunikwa sio geni, watu wengi wanafunikwa, ila tu ni kumuomba Mungu tu. Ulishakushuhudia mtu akifunikwa? Zaidi ya mara 3. Na ni hatua gani ambazo ulizichukua baada ya kumwona mtu anafunikwa? Hapo mimi nilijisikia vibaya sana. Maana watu wengi tulisisitika sana, akiwemo mimi. Mmoja wapo ya watu hao 3 ni rafiki yangu, ni jamaa wangu sana, kijiji kimoja, ila alifunikwa. Niliumia sana, lakini nikasema tu Mungu alipolala huyu jamaa msamehe makosa yake. Haya mambo. Kabla hujawa mchimbaji, hujaanza kuchimba, kuna elimu ambayo mnaipata ukiwa unaenda kuchimba pengine? Kiuhalisia au kimtazamo kwa haraka, elimu ipo. Kupitia watu ambao umewakuta.
watu ambao umewakuta ndio wanakupa elimu ya kwamba tunafanyaga hivi, tunaendaga hivi, tunapitiaga hivi. Mojawapo hiyo ni elimu kubwa unajifunza kupitia kwa watu ambao umewakuta. Unazamilia hiyo ndio elimu kubwa kutokana kwa wachimbaji. Hilo ni darasa kubwa. Katika uchimbaji unakuwa umeajiliwa, kuna mtu ambaye anakuwa anamiliki duara, au ni wewe binafsi ukifika pale mgodini unaamua kuanzisha duara lako? Hapo mimi naweza nikasema hivi, toka mimi nianze kujishughulisha na hizo kazi za uchimbaji, hizi kazi hizi ni kuajiriwa na mtu. Hii kazi za watu, mtu amemiliki duara, unafanya kazi, unaona nakulipa siku ya mwisho, ukitoa mifuko hata mingapi ya mawe unagawana, unapewa na wewe. Hiyo ndio kazi kubwa. Na malipo yake yanakuaje? Malipo ni mazuri kutokana na uzalishaji wa duara sasa. Maana huwezi ukazamilia kwamba ulipwe kitu kikubwa wakati uzalishaji wa duara ni udogo. Lazima malipo yaendane na uzalishaji wa hiyo duara ambao umesema kwamba una miaka 6 tangu aanze kuchimba madini na una uzoefu kidogo katika migodini. Hebu tupe maisha halisi ya migodi, kwa sababu kuna mtazamo fulani ambao jamii imejijengea, pengine maisha ya migodini ni maisha hatari sana. Wewe ni mzoefu, hebu ueleze watu ili waweze kuelewa kwamba maisha ya mgodini bwana, ukitaka kuishi mgodini lazima uwe na 1, 2, 3. Maisha ya mgodini ni magumu sana, ila maisha ya mgodini ni mazuri sana. Nadhani utakuwa umenielewa nikiwa namaanisha nini. Ukilenga kwenye duara nzuri utaishi maisha mazuri mno, na familia yako itaisaidia na utafanikiwa katika maisha yako. Ila ukichengwa duara, ulenge kwenye duara ambayo sio nzuri, ndio unakuwa na changamoto ya maisha kuwa magumu. Bwana, wanasema kwamba watu wa mgodini wanapenda sana starehe, wanaweza wakapata hela wakajisahau kuisaidia familia yao, wakapotelea kabisa mgodini. Hebu tuweke wazi kuhusiana na hili. Sasa hayo naweza nikasema kwamba hilo ni jambo la mtu, au ni mafikirio ya mtu, au na uamuzi wa mtu. Maana kama wewe una majukumu kama mimi nilivyo hivi sasa na majukumu mengi, uwezi ukapata hela ukiendekeza starehe. Lazima utimize ahadi ya familia, utimize ahadi ya mke wako. Ila lakini usipokuwa na majukumu kama hayo, una mke, una mtoto, lazima uendekeze starehe. Starehe zenyewe zipo na starehe zinafanyika kweli, sio siri. Ila kutokana sasa na mtu ulivyo na majukumu yako, majukumu yako ndio yanakubania starehe, au majukumu yako ndio yanakuongezea starehe. Umetuambia kwamba una mke na umefunga ndoa, lakini mke yupo katika mkoa wa Simiyu, wewe upo katika mkoa wa Shinyanga. Hebu tuambie, umbali huu unakupa shida gani katika ndoa yako? Mimi kutokana na umbali wangu na ndoa yangu, mimi niseme tu kwamba kwa haraka mimi ndoa yangu iko mbali, sawa, nakubali, ila mimi siwezi kumaliza miezi 2 au 3. Namaliza mwezi 1.5 au mwezi 1, naenda kutimiza ahadi ya ndoa yangu. Hata maandiko yanasema, hata siku ile ya ndoa mimi nilipewa maneno mengi sana na padri kutokana na ahadi ya ndoa. Usimwache mke wako kuanzia miezi 3. Na wewe usimwache mume wako kuanzia miezi 3 na kuendelea. Maana naye ni mtu mkubwa ambaye ana hisia zake, na mimi ni mtu mkubwa ambaye ana hisia zangu. Sasa nikikiuka hivyo nitakuwa nimeingia kwenye mambo ya kuzini. Ulishawahi kumsaliti mke wako? Mimi mke wangu kusema ukweli kabisa sijawahi kumsaliti.
tangu hadifunge ndoa na yeye. Mimi sijawahi kumsaliti mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Naweza nikavumilia kwa mwezi na wiki mbili au kwa miezi miwili, naweza nikavumilia hizo hisia zangu. Ndio hivyo, sijawahi kumsaliti kabisa mke wangu mimi. Bwana, vijana wengi wanalalamika kwamba wanawake wanapenda sana hela. Unahisi ni kwa nini wanawake wanapenda sana hela? Wanawake hela wenyewe sawa wanapenda, ila hela wanapenda kutokana na mwanaume ulivyo na kujirahisi na maisha ya sasa hivi. Wanawake lazima wanapenda sana hela kutokana na starehe, kwa kuonyeshwa na watu. Kwa mfano mimi naweza nikakuelewa hapa kwa wewe, nikakutamani na kuichukua. Wenzangu hapa na yeye atakuwa ametamani, lazima atumie hayo mambo. Wewe ni kiasi gani kikubwa cha hela ulishawahi kumuonga mwanamke? Mimi kwa kiasi kikubwa ambacho nishawahi kumuonga mwanamke kabla sijaoa, lakini na kabla sijafunga ndoa, mimi kiasi kikubwa ambacho niwahi kumuonga mwanamke ni 60,000 tu. 60,000 mwanamke. Bana, vijana wa sasa hivi walio wengi wanaogopa sana kuingia kwenye ndoa. Unahisi changamoto ni nini? Ni kuogopa majukumu au shida ni nini? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni hivi. Vijana ambao hawataka kuingia kwenye ndoa au ambao hawako tayari, shida ni wameshaanza mapenzi kutokea utotoni. Wameanza kufanya mapenzi, wanajua kila kitu. Na maana wanaona kwamba ukikaa na mwanamke ni kama usumbufu kwake, kama atamsumbua au atambana. Maana huyo kijana ambaye hataki kuingia kwenye ndoa, huyo ni kijana kikwetu watu tunaita huyo ni kijana malaya. Huyo ni muhuni. Maana wewe kama mtu ambaye unajielewa, lazima uingie kwenye ndoa. Maana huwezi kukaa tofauti na ndoa. Wewe kama ni kijana ambao wanajielewa, ambao wanatokea kwenye familia nzuri, wao wanatamani waingie kwenye ndoa, wawezeshe na wazazi wao ili wafaidike nao kwenye ndoa, wazae. Kama unataka hivyo, utaki mambo kama haya, wewe huyo sio kijana ambaye umetokea kwenye familia ya maadili. Wewe ni umalaya. Ndio maana anaona ukioa au atabanwa au atapungukiwa mambo yake, atadhibitiwa. Ndio maana anaona kuoa ni vibaya au kuoa staki kwa saizi, lakini sio hivyo. Kikawaida kijana ukikua lazima uwe na mtu wako, uzae. Ndio hivyo. Wito wako kwa serikali ni nini kuhusiana na kazi ambayo unaifanya? Wito wangu kwa serikali, kwa Mama Samia, mimi mama yetu, mshukuru tu, maana kazi yake inaenda vizuri na kazi tunafanya vizuri, tuna uhuru mzuri. Mama nampongeza mimi kama mimi kwa kazi yake. Mama ashukuriwe, kazi inaenda vizuri, hatubani, hatufanyii wivu wowote, hatufanyii majukumu yoyote. Mungu tu mama ambariki sana, na mama tunampenda sana, na mimi mama namshukuru kwa kazi yake. Unaambiaje vijana ambao sasa hivi wapo nyumbani wamekaa hawana kazi na wanalalamika kwamba ajira hamna, na wewe ni kijana ambaye umeamua kujitafutia hela huko migodini? Mimi kwa vijana wenzangu ambao wapo nyumbani, wapo sehemu yoyote, mimi nasema tu hivi, vijana wapambane na kupambana kutokana na kazi ambao kila mtu ambaye anaitaka. Kuna ajira nyingi, kuna kazi nyingi. Kikubwa tu ukipata kazi kama kijana, pambana kwa nguvu zako. Pambana ukimwomba Mungu, na Mungu akamtupi mja wake. Watasaidiwa, watapambana. Kama ninavyopambana mimi, Mungu atanisaidia na mimi kwa muda wangu. Mimi nakushukuru sana kaka. Asante sana dada, na karibu tena. Mtazamaji wa Alizi Media, huyu ni kaka ambaye anawaambia vijana kwamba kama unaona ajira hamna, unaweza kujiajiri, lakini pia mgodini bwana kuna ajira nyingi. Nikukumbusha kwamba mtazamaji wa Alizi Media, kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya Alizi Media, usisahau kusubscribe na